afanye kama anajipa soba mwenyewe, hataki kabisa ile masuala ya kujihusisha tena na vilevi. Basi bidada usiku huo akaamua kuja kugonga mlango kwa chumba cha ule mshikaji. Kongongo. Bidada akaona kimya, akaona ngoja huwezi jua. France akaingia ndani moja kwa moja akamkuta mchizi po sebreni amekaa ana mawazo vibaya mno, yani amelewa, yani naweza nikasema kwamba amelegea, kwamba mshikaji kila kimwangalia unaumwa France kama kumchukua moja kwa moja na kumpeleka katika chumba chake, huku akiwa anaendelea kumtibu. Sasa unajua mchizi ana joto la hali ya juu sana, yani hali yake ni mbaya. Basi bidada akawa sio kesi, lazima kila siku amkande nini, unajua ile joto liwe kali. Basi mabidada anachukua maji ya moto au ya baridi yale pale anazidi kumkanda mchizi kidogo akaanza kulikava, na leo hii hapa akatoka chumbani mwenyewe mpaka sebleni. Bidada alipofika pale akamkuta mchizi yule pale yule ametulia kabisa vizuri, akamshtua France nimekuletea chakula, basi jitahidi sio hapo ule mwenyewe, ngoja nikufanyia mpango nikakuchukulia hata maji ya kunywa, sawa? Bidada akanyanyuka kiama kile kinguo chake, mchizi kashapagawa tayari, ashaona BBS ndo huyo. Basi siku fulani ile akaamua kutoka nje pale, bibi huko akiwa anaendelea kula unamletea matunda mchizi, maana mchizi si unajua hali yake. Mchizi akamimikeleka swaga, akaamua kumtongoza bibi huyo hapa. Bibi bila kesi nini akaamua kumkubalia mchizi, na pale akaamua kukiss bila kupoteza muda. Si unajua tena mapenzi yakishaanza, maana mapenzi yao walikuwa ya kuficha muda mwingi sana. Penzi likaanza kutaladadi mzee ndani kumda kupika nini, wote wanapale wanacheza kwa pamoja nini, wanafurahi huko na mtoto wao akiwa anacheza magame nini moja kwa moja. Basi bibi akawa anaona kwamba maisha yake yanarudi kabisa vizuri kabisa. Bibi anaenda kazini, anamwacha mshikaji yuko na mtoto wake anamfundisha homework. Si unajua homework nyumbani unaenda kama daddy father vile, yani inamaanisha kwa uncle father. Kwa upande wa pili huko mtoto anakuita uncle, kumbe kwa ndani mzee wewe ni father mzee. Basi yuko na bibi pale anazidi kuangalia movie nini huko anafurahi. Basi leo hii hapa mbabie amemfuata mama yake akamwambia kwa mama, mimi najisikia vibaya kweli, yani sijapenda kabisa. Basi sawa mwanangu, sawa. Akamfuata mshikaji na kumwambia kwamba mimi na safari, nahitaji kuondoka hapa muda mrefu sana, sasa sijui mtoto wangu atakaa naye nani. Mchizi akamwambia so kesi, mimi nitakaa naye. Bidada akaamua kumkumbatia na kumbrace pale kumbato. Basi bidada akamwambia sawa, haina shida, wewe nenda tu ba. Mwezi ukaanza namna hii hapa. Bidada akaanza kukaa pamoja na anko wake mzee. Si unajua ile urafiki ushakuwa mwingi, kila siku mshikaji anamkea pale mtoto, anamwandalia chakula, anakula, story nyingi za kupitisha nini, wanafurahi, wanaenjoy, mshikaji anamlisha. Akaniambia unajua nini anko? Mimi kweli wewe unampenda mamangu? Anko akabaki sawa, naelewa. Naweza nikampenda, kwa nini nisimpende? Basi mwezi kadhaa hivi kapotea hivi. Alivyopotea pale bidada leo hapa wanazidi kuenjoy tu siku yao nzuri hapa, ndiko na mtoto anamfurahisha, wanaenjoy, wanaudhunika, wanaangalia movie nini, mtoto analala pale na mkea, mchizi kwa zake busy tu anaangalia zake movie. Basi bidada leo hapa sasa baada ya miezi kadhaa kupita, bidada amerudi sasa, akamkuta mchizi akamwambia nashukuru sana kwa kila kitu ambacho ulichomfanyia mtoto wangu, nadhani ameenjoy na umeenjoy, na pole kwa kazi ambazo nilizokuachia. Na mshikaji akamwambia kwamba nawe pole sana kwa kazi ambazo ulizoenda kuzifanya. Kwa upande wa pili huko mchizi akaamua kurudi kwa brother yake, na brother yake leo baada ya miezi mitatu kupita, leo hii hapa anaingia sasa nyumbani, wanafurahi vibaya mno. Na si brother, mmeenjoy sana katika vacation yenu. Akamwambia kweli tumeenjoy, lakini brother ukweli ni kwamba mimi kuhusu kazi, kweli mimi kazi nimeshaacha. Kwa sababu kazi nilienda kazini nimelewa vibaya mno na nikaachwa kishio kazi. Na chingine na kuhusu gari langu, nahitaji gari langu niliuze ili nikatafuta hata chumba nipange cha roho. Basi na kuhusu huyo jirani wangu hapo, kwa saizi tuko wapenzi, so naweza nikamwalika hata jioni hapa aje kula hata dina. Basi sawa kweli, ndugu wangu mwanangu, yani miezi mitatu tu nimekuacha mwanangu, ushaua. Basi usiku hapa ulipofika mzee, muda wa dina pale watu wanaenda kupiga msosi nini, wanaenjoy watu na shemeji zao. Si unajua tena stories zikazidi kuendelea kwa story nyingi, si unajua ile mastori mengi. Basi mshikaji anasimulia story zake za zamani, jinsi walizomiti na mpenzi wake, na wenyewe wanafurahi eti shemeji Basi bidada akaomba basi naomba kwenda toilet kidogo. Akamwambia basi haina shida, ingia tu katika chumba changu hiki hapa mkono wa kulia, utakuza chumba choo fresh. Bidada akaamua kunyanyuka huyo akaingia chumbani. Shemeji yake akamwambia wewe usimwangalie sana, huyo ni wa kwako bwana, kwa nini unakuwa hivyo? Blaza akawa anacheka tu. Bidada moja kwa moja akaingia paka chooni. Alipofika chooni amemaliza kila kitu chake, akawa anatafuta sasa toilet paper, maana chooni haja kuzikuta. Akawa anafungua madraw, anafungua draw hivi, akaenda kwenye dressing moja hivi, akaangalia hivi, akakutana mapochi mawili. Bidada akawa anashangaa vibaya mno, sasa sijajua amechangaa nini, na akachukua pochi moja hapo akaliangalia. Ili pochi mbona kama analijua hivi, mkuja ile pochi. Bidada akawa na mawazo ile huko anafikiria, akalifunua hivi,
kutazama hivi anakutana na picha ya mume wake ambaye tayari ameshafariki. Akaivuta vizuri hivi kuichomoa kuangalia vizuri kwamba kweli anaona au la, kitu ambacho kama anaotaota. Akaona kama siamini hivi, akaamua kuhema kwa kasi na kutoka paka nje ya chumba kile pale. Akamwambia France, hii wallet ni ya nani? Hii wallet ni ya mume wangu ambao alofariki. Wewe umeipataje? Bidada watu wote wakashangaa. Imekuaje tena? Nakwambia hii wallet ni ya mume wangu na mume wangu aligongwa na gari alifariki. Basi sawa, ngoja niwasimulie. Hii wallet bwana, nilikuwa siku moja nimelewa vibaya mno, nikajikuta nimemgonga mtu bila kujua. Kwenye kumtazama hivi nikakuta tayari nimeshamaliza. Hata kutazama kwa pembeni nikakuta wallet, kaona sio kesi niibebe hata wallet yake niitunze. Kwa hiyo ndio situation ambayo ilivyokuwa hivi. Kumbe bwana, huyu bidada ambaye mume wake alofariki kwamba Francis ndio yeye aliyesababisha kifo chake. Basi bidada akawa amemind Francis, akaamua wewe sio kesi, nikampigia bidada magoti ya kumuomba msamaha. Naomba unisamehe kwa kila kitu, basi nilifanya kitu bila kujua. Bidada akawa analia vibaya mno, maana alikuwa na upendo wa dhati sana na mume wake. Na mume wake akapoteza maisha, akamwambia usinishike. Sitaki msamaha wako na wala sitaki uniguse. Nachokuomba, chukua simu yako, pigia polisi sasa hivi, waeleze kila kitu, afuzeni waje kukuchukua. Sina msamaha mwingine zaidi ya huo hapo. Basi mchizi akabaki na udhuni tu na kuchukua simu yake mfukoni polepole, huko akitafuta namba ya mapolisi ili aongee nao waje kumchukua mwenyewe. Si unajua ile hutaki, yani watu wataki shari. Pigia simu polisi wenyewe waeleze waje kukuchukua. Basi watoto wakaambia, jamani France imekuaje? Muda huo polisi wakupoteza muda mzee katika kesi za mauaji tena. Wakaamua kumchukua mchizi muda huo. Mchizi kabaki bidada tu anamwangalia kwa pembeni, mambo haamini kabisa situation ambayo ilomkuta. Leo hii hapa bidada amempeleka mtoto wake hospitali na akawa anasikiliza majibu pale. Akaambiwa bwana, mtoto wako anaumwa figo. Figo zake zimefeli. Figo? Anaumwaje sasa? Huyu ni mtoto mdogo kabisa, anaumwaje figo? Ndio hivyo sasa kwamba ni matatizo. Haiwezi jua, haichagui mtoto wala mkubwa. Kwa hiyo ndio hivyo, figo zake zimefeli. Na ana siku chache tu za kuishi. Bidada alivorudi nyumbani alikuwa anasali sana kumuomba Mungu kwamba hii janga atalipitaje, maana hana uwezo wote wa kifedha na hana baba yule mtoto ambaye yeye kabaki peke yake kama single mother. Leo hii hapa alipofika nyumbani kwa kina Francis pale, anaongea na brother yake Francis, anamwambia bwana, na majanga makubwa sana ambayo mtoto wangu anaumwa figo. Yani sijaelewa kabisa imekuaje yani. Yani hapa nina mawazo, achana na mawazo ambayo yananivuruga Francis, na ana mawazo tena mengine. Watu wote wakashangaa, mama yangu imekuaje tena Chineme anaumwa ugonjwa huo? Watu wote wakabaki so. Na hii barua bwana imetoka kwa Francis, unaweza kaisoma. Sina hitaji kuisoma barua yake. Basi mshikaji akamwambia hivi, naomba bwana, mimi nilikuwa na msaada mmoja tu wa kukuomba, naomba umsaidie tu brother yangu. Yule ndo ndugu yangu wa pekee nilobaki naye. Tupo wawili tu. Naomba kwa msaada wote, naomba msaidie. Kwa upande wa pili kumshikizi ambaye aitwa Francis ameamua kusogea paka hospitali. Akamwambia daktari, kuna mtoto hapa anahitaji figo na nahitaji mimi kujitolea mwenyewe. Basi daktari akaona sio swala kwamba mtu kujitolea, akaamua kufungua mlango moja kwa moja kwenda kwenye hodi ya bibi ambalo lazwa. Akamkuta mama yake. Akamwambia bwana, kuna taarifa njema hapa bwana, mtoto wako amepata mtu wa kumtolea figo. Unasemaje daktari? Mbona kama unaletea joking? Mtoto wako amepata wa kumtolea figo. Kwa hiyo yupo tayari na operation inaweza kufanyika muda wote. Naweza nikaonana naye? Haina shida, utaonana naye. Ngoja nifanye utaratibu hapo ukutane naye ili uzungumze naye. Basi akamwambia mtoto wake, mwanangu umepata figo. Basi akaletwa paka kwa chumba hiki hapa ili aonane na huyo mtu wa figo. Kumtazama hivi usoni na kukutana na Francis. Francis anageuka pole na kumtazama bibi. Akaanza kuomba msamaha mchizi. Akamwambia, najua kwamba nimekukosea na hakuna binadamu yoyote asiyokosea. Kwamba mimi najua nimetenda makosa, najua sio rahisi kunisamehe kwa sasa hivi. Ila mimi najua kwamba nakupenda wewe pamoja na mtoto wako, na ndio maana sina namna kwamba lazima nitoe figo kwa sababu mtoto wako ndio upendo wako ulobakia. Kwamba mimi nimefanya makosa yote, naelewa kwamba kuna siku moja tu utanisamehe. Na kingine ninachokiomba, sura yako hii ilivyokuwa nzuri, sihitaji kabisa idondoke machozi. Nachokiomba cha mwisho kabisa ni kukisi tu. Basi nitaenjoy kwa hilo na nipo tayari kufanya kila kitu. Basi bibi akawa ameshikwa tu na butwa, amini kabisa vitu vinavyoendelea. Mchizi akamkisi pale bibi na moja kwa moja askari wakaingia, jamani muda umeisha. Francis inatakiwa ufanye preparation hapa, mambo mengine yaendelee. Sawa? Askari akamshika pembeni anamwambia tondoke bwana. Lakini bibi ameshikwa na butwa, yani haelewi kabisa ni mambo ambayo yanazidi kuendelea. Leo hapa bwana siku ya operation mzee. Wafika pale watu, jamani operation imeenda sawa, ila kuna tatizo moja bwana. Yule wa kiume tumempoteza bwana.
Watu wote wakashika, jamani, imekuwaje tena dokta? Ndio tatizo ya operation. Si unajua tunaweza tukawakosa wote au mmoja tumemkosa, ndo kama hivi. Kwa hiyo ndo hali ilivyokuwa. Basi bidada shemeji yake na Francis akajishika kichwa akashangaa, ni kitu gani tena kimetokea tena kwa shemeji yangu? Baada ya miezi kadhaa sasa kupita, bibie huyu hapa ambaye aitwa Ene akaamua kukagua zile barua ambazo Francis kipindi yuko zake mahabusu akawa anamtumia moja moja. Akawa anazisoma huko anashikwa na machozi vibaya mno kwamba mchizi alikuwa kila siku anaongea vitu ambavyo anamliwaza bibi ambayo amsamehe hata kama kwamba yupo tayari kwenda jela, lakini amsamehe tu mambo yote yaishe. Kwa mtoto wake pembeni huko ndo anatoka ndani amemkumbatia kwa bwashasha, yani aamini kabisa vitu ambavyo vinazidi kuendelea right now. Basi movie ikawa imeisha namna hiyo hapo. Hiyo bibi huyo hapa amemaliza na mtoto wake na mchizi kwamba hiyo ndo life for life, kwamba mchizi amemuua baba wa mtoto na yeye mwenyewe ameamua kujitoa kwa ajili ya mtoto wa mchizi. So poa mzee.